Mtupo, mambo vipi? Safa ise na pole na majukumu. Asante. Vipi, kuna barua za TFF umeziona? Nimeziona barua ambazo kimsingi zinaonyesha ni jinsi gani sasa hakuna mwanaume wa kukata pointi ya Yanga. Sema dharau, matusi kabisa. Unazungumziaje? Maana kwenye barua pale wamezungumzia watu wawili. Yupo Almasi Kasongo na Mguto. Tuanze na Mguto. Kwanza mimi kitu ambacho ninaona pale kwenye mambo yote ambayo yanafanyika kwa sasa, unajua mimi nimeshindwa kuelewa. Ni sawa Mguto amejiuzuru, ila unajiuliza ni kwa faida ya nani? Kwa kanuni gani? Tatizo sio kujiuzuru, lakini ni kwa faida ya nani? Kwa kanuni gani? Unajua hizi siasa zinazoendelea kwenye mpira itakuja iharibu kabisa taswira ya mpira. Yaani kwamba klabu inaamua inasema hakuna mwanaume kukata pointi, unaelewa, hata nusu pointi, halafu inataja kwamba mimi nataka viongozi wajiuzuru na wanajiuzuru. Halafu wakati huo sio Mguto pekee tu, Almasi Kasongo naye amesimamishwa kazi. Lakini hiki tunachokilea, yani hiki ambacho viongozi wamekilea kwamba kuna klabu inaweza ikasema na kitu kikatekelezeka, ni kitu kibaya. Kesho na kesho kutwa kuna wengine watakuja. Simba tena wakishawekwa viongozi na wao wakasema sisi hatuna imani na bodi ya ligi, tunataka hii bodi jiuzuru, juu nani ajiuzuru. Je, tutaenda tutafika? Labda tuseme matakwa ya Young African, maana kwenye barua ambayo walitoa mwanzoni walisema ili waweze kuingia uwanjani inabidi baadhi ya viongozi wajiuzuru, na naona sasa hayo matakwa ndio tatizo. Yaani haikutakiwa TFF iweke ile uoga. Unajua ule ni uoga. Yaani kitendo cha kutekeleza kweli tarehe imesogezwa mbele, hawajasema kwa sababu zipi. Unaelewa? Yaani hawajasema kabisa kwamba tumesogeza mbele kwa sababu zipi. Wanasema amejiuzuru. Mguto amejiuzuru. Kwa kosa gani? Kwa kosa gani? Kwa sababu ya kugairisha mchezo, kwa sababu ya kushindwa kutimiza majukumu yake, kwa sababu gani? Amewasilisha tu barua ya kujiuzuru, ndio taarifa inasema hivyo. Haya, amemsimamisha kazi kwa kosa gani? Yaani hapo bado ni kizungumkuti, lakini kiwalisia mimi naweza nikasema wale jamaa aliyejiuzuru, aliyesimamishwa, wote wamedhulumiwa haki zao, kwa sababu wale bado walikuwa wanahitaji kubakia pale na walikuwa wao wanaichukulia ile nafasi kama ajira. Kwa pale ni kwamba kuna watu wamepoteza ajira. Swala hilo mimi kwangu naona haliko kihaki, japo tayari ambalo limekwisha kutendeka limetendeka. Yanga wanafurahi, sawa. Sasa leo ni wao wanafurahi kwamba wamesababisha watu kujiuzuru, lakini hata atakayekuja, mimi niko hapa, hata atakayekuja hata waangalia Yanga na Simba kama vilabu, bali atawaangalia Yanga na Simba kama namna fulani ya tishio. Nieleweke vizuri, sio tishio kwa maana kwamba ninataka kuweka uadui. No, kwamba watu watakao teuliwa kukaimu ama kushika nafasi hizo kwa sasa, ile fair, kuna kitu kinaitwa fairness, sijui zile busara, vyote vitaondoka. Sasa nginja ya hapo, kama viongozi watakaoingia wataingia na pressure ya kuangalia nini kilichofanyika kwa wakati huu mpira, kuna watu watauona mchungu. Kwa hiyo unachokizungumza kwamba viongozi watakapokuja wameingia wengine watakuwa wanafanya maamuzi kwa kuimeza Yanga na Simba. Sio maana yaani hapo kitu ambacho kitafanyika, watakuwa wanaangalia nyuma kwamba kuna mtu aliondoka, hana kosa, hajafanya chochote, ila kwa sababu ya matakwa ya klabu fulani aliondoka. Kwa hiyo kuna uwezekano aidha wakaingia kwa hofu kubwa, wakawa wanaogopa kutenda jambo fulani kwa vilabu hivi vikubwa, ama wakaingia wako hashi, maana yake wakaingia kwa lengo la kuwa wanaangalia kakosa kidogo tu, kanuni umejigeuza kidogo tu, umejikuna unalo, halafu uone mpira utakuwa. Labda huoni maamuzi haya wameamua kuchukua kwa ajili ya kulinda mpira wetu wa Tanzania? Hakuna, yani hapo hawajalinda mpira wa Tanzania, hapo ni kwamba wamefanya hivyo kwa maslahi ya klabu hii moja. Sasa imagine unafanya maamuzi ambayo yalitakiwa yafikiwe na vilabu zaidi ya 15 kwa sababu ya klabu hii moja. Imagine, yani vilabu 15 vyote vinaathirika kwa sababu ya klabu moja. Sasa ni mpira gani huu?
Yaani unaweza kufikiri tu kwa haraka haraka, klabu moja inasababisha kuathirika kwa klabu nyingine, kwa sababu klabu nyingine hazijalalamika. Imelalamika klabu moja na wamesikiliza matakwa ya klabu moja. Klabu moja katika klabu 16, kwa ile hata kama wewe inakuja akilini, hii haiwezi kaja. Kwa hiyo mimi ambacho ninadhani hapa ni kwamba kuna watu wamenyang'anywa haki zao na kuna mambo ambayo hayajakaa sawa kabisa, yani chenga nyingi. Hakuna kinachozungumzwa, hakuna cha maana, hakuna kanuni, hakuna sababu. Mambo yameenda tu kama ambavyo Yanga wametaka, yani kisiasa tu. Nikisema siasa simaanishi siasa hizi za kupiga kampeni sijui, no, ninamaanisha kwamba ujanja. Yani hakuna namna ambayo unaweza kuzungumza ukasema kwamba hawa walikuwa na hoja msingi ya hawa kujihuzuru. Kwa sababu mimi nikiwa sina imani, kwani viongozi wangapi watu wanasema hawana imani nao na bado mpaka sasa hivi wapo bana. Huyo ni mchambuzi wa masuala ya michezo Mtupoa, nilikuwa naye, na endelea kutufuatilia katika masuala mbalimbali ya michezo. Mimi ni admin wako. Bye bye.